sakata la dabi ya Kariakoo bado lina kizungumkuti ndani yake, kwani mpaka leo hii zimebaki siku 10, lakini Young Africans bado wanaonyesha nia ya kutokucheza mchezo, na kwa kiasi kikubwa sana soka letu limefika sehemu mbaya zaidi, kwa sababu siasa zimeingia ndani ya mpira na wanaotoa kauli ya klabu si wahusika halisi wa ile klabu. Na maanisha hawapo kwenye management moja kwa moja ya klabu husika. Nazungumzia Young Africans. Kuna mmoja ama nyingine kuna sehemu wanakwama kidogo kwenye kutoa uamuzi ama kutoa kauli mbalimbali zinazohusu klabu ya Young Africans. Tulitegemea swala kama hili lingekuwa linaongelewa labda na mwenyekiti wa Young Africans ama rais wa Young Africans, ikimaanisha Engineer Hersi Said, ama makamu mwenyekiti wa Young Africans Arafat Haji. Tulimshuhudia tu Arafat Haji akiongea siku ya tarehe 8, siku ambayo game iliahirishwa, akatoa kauli tena kwenye mitandao ya kijamii akisema kwamba haamini kwamba hii mechi ya Simba na Yanga itakuja kuchezwa tena. Lakini hatujamuona kiongozi mwingine ama tukoona siku nyingine yoyote ikatokea kiongozi kutoka Young Africans akaja akauongelea mchezo wa Young Africans dhidi ya Simba Sport Club. Jambo ambalo tunaliona ni wazee wakitoka, mashabiki wakitoka wakishout kwamba hawatocheza na viongozi wamekaa kimya. Hili swala linakuonyesha ni jinsi gani baadhi ya vilabu kwenye ligi yetu ya Tanzania bara ama hapa nchini hawana misingi mizuri ya kiuongozi. Young Africans wangekuwa na misingi imara ya kiuongozi, tungemuona rais angetoka angeongea, ama makamu mwenyekiti ama makamu wa rais angetoka angeongea, angeweka wazi kwamba swala hili lipo vipi. Mpaka hivi sasa wadau wa soka tupo njia panda, hatujui tuamini wazee ama tusubirie kauli ya uongozi. Nadhani kuna sehemu vilabu hivi inabidi waweke misingi ya kuiongoza, wajue ni nani wa kuisemea klabu, wajue ni vipi klabu inabidi isemewe. Leo wazee wametoka, sasa hatujajua sasa wametumwa ama ni wao wenyewe wanasema. Na je, kama wametumwa, kwa nini hao waliowatuma wasiseme wenyewe? Kama hawajatumwa, wazee wa Young Africans wana nafasi gani kwenye uongozi wa Young Africans? Je, ni wasemaji wa klabu ama wana uwekezaji labda wameshauweka pale viongozi wa Young Africans? Na ni kwa nini wazee hawa wanafanya mikutano yao Jangwani ambapo ni makao makuu ya Young Africans? Kwa nini uongozi wa Young Africans usitoe kauli yoyote kuhusiana na swala hili la dabi ya Kariakoo? Kwa hiyo ni moja kati ya vitu ambavyo ukiangalia unapata wajibu kwamba vilabu vingi hapa nchini havina misingi mizuri ya kiuongozi. Siasa zimeingia ndani ya mpira wa miguu na wanaendesha mpira wa miguu kimazoea sana.